Habari yako mdau wa simulizi. Mimi naitwa Adela Simulizi na leo nataka nikuletee simulizi fupi inayoitwa Siri ya Baba Lisa. Kulikuwa na mwanamke mmoja aliyeitwa Mama Lisa. Aliishi maisha ya kawaida lakini yenye utulivu mkubwa pamoja na mume wake. Alikuwa ni Baba Lisa pamoja na mtoto wao pekee ambaye anaitwa Lisa. Kwa macho ya watu waliowazunguka walikuwa mfano wa familia bora, wenye upendo, heshima pamoja na mshikamano. Mama Lisa alimpenda sana mume wake. Alimheshimu na kumthamini kama nguzo ya familia. Baba Lisa naye hakuonekana kuwa na dosari yoyote ile. Alikuwa mchangamfu, mkarimu na mwenye kujali. Kila jioni aliporudi nyumbani, alihakikisha anatumia muda mwingi na familia yake. Hasa alikuwa akikaa na binti yake aliyempenda sana, ambaye ni Lisa. Lakini kadiri siku zilivyozidi kusonga, mambo yalianza kubadilika taratibu. Baba Lisa alianza kuwa mtu wa simu kupita kiasi. Alikuwa akipokea simu nyingi usiku, na mara nyingi alitoka nje na kujitenga ili kuzungumza na simu. Mama Lisa hakutaka kuamini vibaya, lakini moyo wake ulianza kusita. Alijikuta akijiuliza maswali ambayo hakupata majibu yake. Hivi mume wangu ni nani anaongea naye? Tena akiwa anapokea simu anajitenga. Utafikiri hapa nilipokaa mimi hakuna network. Sijui ni nani huyu. Usiku mmoja akiwa amelala lakini usingizi haukumjia, alimsikia tena Baba Lisa akiongea kwa sauti ya chini. Hakusikia kila kitu, lakini maneno machache aliyoyapata yalitosha kumchanganya zaidi. Baba Lisa alikuwa akizungumza maneno haya: "Wewe usiwe na wasiwasi, mke wangu hajui chochote. Wala hata usijali. Sawa eh?" Maneno hayo yalibaki yakizunguka akilini mwa Mama Lisa. Yaani yalizunguka yale maneno kama mzimu. Siku chache baadaye, ilikuwa ni bahati nzuri ama tuseme bahati mbaya, Baba Lisa alisahau simu yake nyumbani. Mama Lisa hakuwa na tabia kuchunguza vitu vya mume wake, lakini ujumbe mmoja uliingia na kuvunja kabisa ukimya wa moyo wake. Aliusoma ule ujumbe. Ulikuwa umeandikwa hivi: "Baba watoto, unarudi lini jamani? Watoto wanakusubiri sana." Moyo wake ulipata mshtuko. Alisoma tena na tena, akihisi kama ndoto mbaya. Kisha akawa anajiuliza, watoto? Watoto gani? Hakumuuliza mume wake moja kwa moja, badala yake aliamua kufuatilia ukweli kimya kimya. Baada ya siku kadhaa za kuchunguza kwa ustadi, Mama Lisa alifanikiwa kupata mahali palipotajwa kwenye baadhi ya mawasiliano ya mume wake. Ilikuwa ni kijiji kilicho mbali kidogo na mji waliokuwa wanaishi. Mama Lisa moja kwa moja alichokifikiria ni kwenda kwenye kile kijiji. Alijiandaa na ikafika hiyo siku akaamua kwenda. Alipofika kijijini, alipokelewa na mazingira ya utulivu, sauti za kuku, watoto wakicheza na upepo mwanana uliobeba harufu ya udongo. Lakini ndani ya utulivu huo kulikuwa na ukweli uliokuwa unamsubiri. Mama Lisa alisimama mbele ya nyumba ya kawaida ya udongo akiwa na wasiwasi mwingi moyoni. Kabla hajagonga mlango, watoto wawili walitoka mbio nje wakipiga kelele za furaha. "Baba amekuja, baba amekuja." Maneno hayo yalimpasua moyo kama kisu. Mwanamke mmoja alitoka ndani akimwangalia kwa mshangao. Macho yao yalipokutana, kulikuwa na ukimya mzito uliobeba majibu yote ambayo Mama Lisa alikuwa akiyatafuta. Kisha akasema, "Unamtafuta nani?" Yule mwanamke aliuliza kwa sauti ya utulivu. Mama Lisa alimeza mate kwa shida, kisha akasema, namtafuta Baba Lisa." Yule mwanamke alitabasamu kwa huzuni kidogo, huku akisema, "Ndio mume wangu." Maneno hayo yalikuwa kama radi iliyopiga moja kwa moja moyoni mwa Mama Lisa. Ndani ya sekunde chache, dunia yake ilibadilika. Aligundua kuwa mume wake alikuwa na familia nyingine, mke na watoto ambao aliwaacha kijijini miaka mingi iliyopita bila kuwajibika ipasavyo. Alinyamaza kimya bila kuzungumza chochote. Moyoni mwake alitulia kimya. Hakutaka kufafanua chochote pale. Alirudi nyumbani akiwa na maumivu makubwa yasiyoelezeka.
Hakulia njiani, hakusema neno lolote, lakini ndani yake kila kitu kilikuwa kimevunjika. Alipomkabili Baba Lisa, hakukuwa tena na nafasi ya kuficha ukweli. Baba Lisa alijaribu kujitetea, akisema aliogopa kusema, akiahidi kurekebisha mambo, lakini Mama Lisa alijua wazi hii haikuwa siri ndogo. Ilikuwa ni maisha mengine kabisa aliyokuwa akiishi nyuma ya pazia. Usiku ule ulikuwa mrefu sana. Mama Lisa alikaa kimya, akamtazama mtoto wake akiwa amelala usingizi mzito bila kujua chochote kinachoendelea. Ndipo alipoelewa kuwa maamuzi yake hayataathiri yeye pekee, bali pia maisha ya mtoto wake. Asubuhi ilipofika, Mama Lisa alikuwa si yule mwanamke wa jana. Alikuwa mbeba maumivu, lakini pia nguvu mpya ya kufanya maamuzi. Hakujua kama atasamehe, hakujua kama ataondoka, lakini alijua jambo moja: siku zote kama ataamua kuishi pale, basi angeendelea kuishi kwenye uongo. Na hapo ndipo safari mpya ya maisha yake ilipoanza. Kama ungekuwa Mama Lisa, ungechagua nini? Kusamehe au kuanza upya maisha yako? Na kama unataka tuendelee na sehemu ya pili, andika neno endelea na sehemu ya pili, na moja kwa moja tutaendelea na sehemu ya pili.